Kandanda ni soka na soka ni uzima. Ndiposa vigogo wa bobevu wanakuletea kitengo cha Jamvi la Spoti hapa Light FM kila siku ya wiki, The Legends Edition. Fahamu waliofanya na wanayoendeleza magwiji wetu wa spoti katika nyanja mbalimbali. Bila shaka tunaendelea na jamvi letu la spoti, na kama venye umesikia kwenye kibao, tuko na kibao cha Legends Edition. Na hivi leo Legends Edition hapa hivi katika chuo chetu cha St. Paul's University, tutakuwa tunaangalia ama tumekuwa tunawadokezea kuhusu the incoming elections zenye zinafaa kufanyika. Na siku zote sisi huwa tumefocus na ile kiti ya sports and co-curriculum activities, kwa sababu siku zote tunadiscuss mpira, tunaangalia timu zetu za futazi na dorora, tunaangalia kwamba hakuna ile full participation ya wachezaji, tunaangalia sekta zote za michezo venye tunaparticipate na venye tunafanya. Na hivi leo tumetunukiwa kuwa na wageni hapa studioni. Ni vijana ambao wamejitokeza, wamesema hii gurudumu la spoti ni sisi tunataka kulisukuma, na najua kila mtu ako na manifesto yake. Hivyo ninawakaribisha nyote tujudge ama tusikize zile manifesto na tuone tutatembea na nani. So bila shaka hapa kwenye studioni tuko na mzee mzima anaitwa Melkizedek. Karibu mzee. Asante sana. Kwa majina venye umesema naitwa Melkizedek Ongaro. Na mimi ni mwaniaji kwenye kiti cha Co-Curricular and Social Affairs Secretary hapa Limuru Campus. Na niko na furaha sana kuwa hapa siku leo. Actually umefanya vyema, kwa sababu ilikuwa ni kupe dakika moja ya kujiintroduce kila kitu ambayo unafanya, ile kila kitu ambayo watu wajui unafanya. Hiyo 1 minute ujiintroduce viproper. Mimi bila shaka mimi ni mchezaji. Part time I do play hockey. Hockey. I love hockey so much. And I'm an hockey player. Na hapa St. Paul's University most ni nahusikana na mambo ya club. Club I'm an enactors club member hapa St. Paul's University. I was a member of drama club sometimes back, but nikakuja nikadrop for some reasons, nikadrop out of drama. That is well, kwa sababu tunaona kwamba from your introduction umeparticipate in a couple of events, umemention about sports. Na unajua hii kiti ya co-curriculum si sports peke yake, ni sports and co-curriculum activities, kumaanisha pia watu wa drama wako pale. Na umesema vizuri kwamba ulikuwa pale drama. So umesema kwamba like umejitokeza kwamba ukasema like unataka kusimamia ama usimame ama ukue mwenyekiti wa sports and co-curriculum activities. Labda utuambie motivation inakuja aje, labda uliona kitu fulani iende vizuri ukasema mimi nitailainisha. So motivation ya kusimama hii kiti ya sports and co-curricular activities inakuja aje? Motivation inatoka na a challenge I got while in drama. Nilipata challenges mingi sana. Zenye siwezi taka wenye wanaingia ama wenye wanaendelea wazipate. First, unaweza angalia mambo na allowances. Hapo kwa both tuseme the all sports activities. Hapo kwa drama you are invited an event, unafaa ufike Mombasa. Mombasa. Na hapa Mombasa hakuna St. Paul's, hakuna hotel ya St. Paul's Mombasa. Ina need accommodation. Hapo allowance umepewa allowance nusu kutoka shule. The hotel needs full amount of allowance. Utoe everything so that they can cater for your accommodation and food bills. Sasa unapata umepewa pesa na shule, pesa ni kidogo. Na hapa kidogo ukipeana hiyo pesa yote unabaki na pesa kidogo, iwezi kusukuma hizo siku zote zenye umeenda. Na unafaa ulale, uamke, upige kazi pale kwa zile competition. Na kupiga kazi
ukipika kazi kuna kuchoka, unataka upate ka kitu kidogo, soda hapa, ile pesa ulipewa na shule ulilipa accommodation. Hapo unapata inakuwa ngumu kidogo wewe kuendelea na vitu zingine. So umemention pia ulicheza hockey. Sijui kama bado unacheza. Na kama uliacha, like what was the reason for you kuacha hockey? Na pia experience ya kukuwa a hockey player hapa St. Paul's University ilikuwa? Hockey nilifika hapa kucheza hockey. I got a challenge about the equipment. Like kuna ile wakati wanataka uende ununue equipment fulani, you can't be given even that ya kuanza na kutrain nayo. Yeah, hauwezi saidiwa nayo. So like nikapata like finances kidogo zikanisumbua. Nikasema siwezi manage kuninunulia hockey stick mwenyewe. Ni heri ningoje wakati mzuri ukifika naweza nunua hiyo hockey stick. Nikarudi kwa uwanja. Unasema hapa St. Paul's University shule haitoi ile hockey stick ya wachezaji? In most cases like ukiingia unaambiwa this hockey stick utaipata mbeleni. Ukiendelea sasa lazima ukuwe na that hockey stick mwenyewe ya kuanzia. Kwa hivyo ukuwe nayo. Na tunajua hockey kwamba ni a very tactical game, kwa sababu kama hujajifunika ama hujavaa zile protective gear, you can get an injury anytime. What about story na allowances pale as a hockey player? Allowances bado hapo wakati nilikuwa nacheza niliona like allowances bado ni kidogo. Hapo 400 ni kidogo. Ni kidogo like ukipewa hii 400 yako yenye umeenda umecheza, hii 400 naweza pewa na nikaitumika huko kwa sports na ikaisha. Nikitumika huko imeisha, nimerudi pia nahitaji kitu kingine ya kutumia. So unapata like hii 400 siwezi iweka na nikaifanyia kitu kingine apart from hiyo yenye nilikuwa nifanye mwenyewe. So you have talked about hockey, tumeongelea pia about mambo na drama. So swali tu ama watu wanataka wajue, like hivi leo tuseme elections are done na umeingia ile kiti, do you know the roles, like the roles that you are supposed to play as the chairman wa sports and co-curriculum activities? Roles nazo nazijua vizuri sana. Juu before ujiintroduce kwa kukua mwana sport ama msimamizi wa sport katika chuo kikuu cha St. Paul's, unafaa kuwa umesoma kabisa the constitution ya SPUSA, ambayo sasa unaenda in case uingie huko kitu unafaa kwenda kufanyia wanafunzi kazi. Juu unajua si ati huko kwa watu wa michezo peke yake, watu wa drama pia watakuwa wanakuangalia. So my next question itakuwa like how will you make this thing ndio ikuwe inclusive ya kila mtu? Kwa sababu tumeangalia in the previous governments kuna kuanga na ile siku ya sports day ama sports competition, but most of the time utapata tu ni ile game ya football ndio inacheza peke yake, kumaanisha watu wa hockey hawatacheza, kumaanisha watu wa rollball hawachezi, kumaanisha watu wa drama kuna mchezo mwingine pia inaitwa woodball. So wewe kama kiongozi umepata hii kitu, utahakikisha aje ati siku ile yenye inaitwa sports day ama sports competition, like tutakuwa na all these other games inclusive? Kwa manifesto yangu hapo jana tulikuwa tunatoa hiyo manifesto. Kwa manifesto yangu kulikuwa na mambo na sports gala na sports weekend activities. Hapo ukiangalia kidogo kwa sports gala nilikuwa nimeongelea michezo kadhaa ambayo nilikuwa naonelea ingekuwa ikuzwe katika hiki chuo kikuu. Maybe kama gani? Nilikuwa nimewazia about the hockey. Hiyo ndo mchezo nilikuwa nimeweka kipaumbele. Number 2 nilikuwa nimewazia about tuangalie watu wa rollball. Juu most unapata wakati kuna kuanga na hizi events unapata like tournament imewekwa lakini watu wamewekewa na football. So like tulikuwa tuone hizi
football wamepata tournaments, wamecheza hizi tournaments. What about hata nini sports activities? Hapo kidogo nilikuwa nimewazia about hiyo weekend ilikuwa weekend activities. Like tungekuwa na weekend mmoja kwa mwezi, tunakuza vitu na clubs kama drama club, tunatafuta vitu kama ile michezo itacheza hiyo siku ya sports gala, tuna include hapo kama football, mambo na handball, netball, yote ilikuwa kwa hiyo nini, ilikuwa kwa mpango. Na unajua ndiyo zote ziko kwa mpango, lakini siku zote huwa tuko hapa tuna discuss na tunaangalia kwamba hapa hivi ndani kuna talent mingi sana. Lakini tunapatanga kuna a few numbers ya watu ambao wamejitokeza wamekaa wanasema mimi huwa nacheza hii game. Like ukiangalia like most of the people during their high school utapata wasichana wengi walicheza kama hockey, walicheza kitu kama volleyball, lakini wamefika hapa hawachezi. So ndio tupate hao watu wacheze, like wajitokeze wakuje waseme sasa tutacheza hizi mchezo. Kwa mfano kama team ya wasichana, the ladies football team, ni juzi hivi tu ndio tumeona saa hii at least kumekuwa na a high turn up numbers ya wale wasichana, but ile team ilikuwa inakufa kwa sababu unaangalia wasichana ni watu, si ati mtu utaforce atoke zoezi. Like msichana pia ujitokeze useme unacheza football, unajua watu wanaweza kucheka. So utatumia mbinu gani ndio hao watu wenye walicheza ama wako na talanta ya magame fulani wajitokeze kukuja kucheza? Hapo nilikuwa nimeonelea kwamba unaona wakati kama huu sasa hivi, wakati tulikuwa AGM, kuna hii maneno ya sponsor subscription, ilikuwa iongezwe kutoka 300 ifike 400 mpaka 400. Sasa wakiongeza sponsor subscription, mbona sisi tusiongeze hii pesa ya mchezo ambayo ni allowance, so that itoke hata hii 400 ifike 500, so that unapata imemotivate mtu amekuwa motivated, hii pesa increase, na kutoka hapa anaweza pata kitu fulani. Kitu kingine, kuna mentorship. Like we can create a platform where tuna mentor the young talents. You mentor people, unawaambia hii ukifanya hivi vizuri, these are the outcomes. Ukicheza vizuri unaweza kuwa included in the other teams. Una motivate, you get that they are motivated kufanya kitu fulani kwa sababu ameona iko na manufaa fulani kwa maisha yake ama kwa mbeleni. Na umeongelea kwamba venye subscription imeongezeka pia allowance inafaa iongezeke. Lakini tunajua kwamba si ati kitu ambayo utaamka tu leo na tuseme tunataka hii pesa iongezwe. Juu tunajua kutakuwa na a lot of procedures pale, kutakuwa na mambo mingi, si ndio? So juu tumeangalia pia hata pale, lakini hiyo nitakuuliza in the next question. Juu tunajua lazima ufuate procedure ya governor aende kwa rais ndio aende wa champion hiyo kitu hivyo mbele. Unajua pia at some point inaweza kuwa hectic na pia uchoke uachane nayo. So ni nini itakukeep kwamba utakuwa unafaitia mpaka hii subscription iongezwe? Vile nilisema hapo mbeleni, kitu itafanya ni fight for this allowance to increase. Ni reason ya unapata mtu umeenda huko nje. Ukienda nje umechukuliwa hata Kisii. Kisii ni mbali sana kutoka huko kabisa. Na ukipata umechukuliwa hapo Kisii, ujui cha kufanya na umepewa allowance, umepewa ni 400. Hii 400 yenye umepewa, ujui uende uitumike wapi, unapata hii pesa imeisha kidogo. Mimi kama mchezaji wa hockey nimekumbana na hiyo changamoto. Ikanifanya nikatoka kwa hockey. Sasa kunifanya nitoke, sitataka na wengine watoke kama mimi. Mimi kitu nitafanya ni ku make sure huyu amekuwa motivated na ako
kwa mchezo anacheza. Tukiangalia hapa St. Paul's University, kwanza ningekuuliza as a player, we unafurahia like zile uwanja ambazo watu wanazitumia kuchezea? Kitu ya kwanza sifurahii na uwanja kwanza mostly ya football. The football pitch haina nyasi kabisa. Ukiona kuna uwanja hapa juu yenye imetengenezwa vizuri, imepandwa nyasi, but ni ile bado haijakuwa vizuri. So mimi kama msimamizi wa spoti, kitu ningeamua kushughulikia kabisa ni kuona kwamba nikicollaborate with the Supreme Co-Curricular Social Affairs na the treasurers na mostly the Secretary General, so that you can table the issue in the Senate so that they can see the way forward to solve the problem of the fields. Because the fields are not in the good conditions which they are supposed to be. Ukiangalia kwanza watu wa handball hawana mahali pa kuchezea. Na unajua pale wale wanachezea kwa kabro, so kumaanisha pale mtu akianguka ako at high risk ya kupata injury kubwa sana. Na umemention about ya ile uwanja, unajua basically ile uwanja ilifaa tu kama imeenda sana ichukue miezi kadhaa, but sasa hii tunaangalia kwamba ni mwaka inaenda na watu ile uwanja bado haiko in good condition, kumaanisha hata ile uwanja haiwezi tumika. Kama kuna mchezaji ambaye ako mwaka wa 4, kumaanisha hata ile uwanja hata itumia kabisa. So unaona? So kumaanisha we need to have hizi fields zikuwe into good condition. Sasa wewe sijui uta champion aje apart from collaborating, maybe tukue na other places za kutrain ama like tunaweza tumika kama for example we can partnership with other institutions such as ukiangalia Kabuku Primary wako na field mzuri sana, nimecheza huko football na wasee kidogo wa criminal justice kidogo tulikuwa tunacheza huko. That is a very good field for training. We can partner with those institutions so that they can offer something so that we can be training from that place. Bila shaka msikilizaji, hiyo imekuwa ni sauti yake Melki ambaye anawania kuwa chairman wa Sports and Co-Curriculum Affairs.